Ukienda pale utapata video imeandikwa taarifa kwa ufupi, alafu unapitia, unajua ni yepi ambayo yametendeka, ni yepi ambayo yanatarajiwa kutendeka. Wimbo huo utakuja baadaye, lakini kwa sasa niruhusu nikupeleke kwenye taarifa kwa ufupi. Rais William Ruto alifanya kikao na wanahabari hiyo jana, ambapo alizungumzia mambo kadhaa ambayo ameyatekeleza chini ama ndani ya siku 100 ambazo alikuwa ametoa ahadi, na vile mipango ambayo serikali itaweka ili kuhakikisha kwamba mambo kadhaa yanasuluhishwa, kama vile kushushwa kwa gharama ya maisha. Miongoni mwa yale ambayo rais aliyataja ni vile kuhakikisha kwamba mbolea kwa wakulima inapatikana kwa bei ya chini kabisa, akisema kwamba mpango unaendelea wa kuandikisha wakulima ili katika kipindi hiki cha upanzi ambacho tumeingia sasa hivi watanufaika na mbolea ya bei nafuu pamoja na mbegu za bei nafuu. Na kutoka katika ile lile eneo bunge la Tiati, mbunge wa eneo lile William Kamket sasa anawataka wakazi wa bonde la Kerio kuhakikisha kwamba wanadumisha amani. Kumbuka kwamba mkutano ule unafanyika baada ya kisa cha mauaji ya wasichana wawili wa familia moja siku ya Jumapili, ambapo pia mifugo kadhaa waliibwa. Ni swala ambalo limevutia hisia tofauti kutoka kwa wakazi na viongozi, huku waziri wa usalama wa ndani wa kitaifa Profesa Kithure Kindiki akiweka mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba wahalifu wanakabiliwa vilivyo. Miongoni mwa yale ambayo aliyafanya ni kuhakikisha kwamba anatuma maafisa zaidi wa akiba wa NPR ambao wanaitwa National Police Reservists ama reserves katika eneo lile. Polisi wale walikuwa wameachishwa kazi kabla serikali iliyo afisini kuingia afisini, lakini watarejeshwa. Na vile kingine ambacho kulingana na Profesa Kithure Kindiki anasema kitasaidia kupigana ama kupiga vita wahalifu ni kuwapatia machifu silaha. Alizungumza akasema kwamba machifu wale ambao wanaweza kumiliki silaha wataangaliwa kisha wapatiwe, ili kuhakikisha kwamba pia wao wanadumisha amani ama wanasaidia kulinda amani. Ni swala ambalo pia alisema kila chifu atapatiwa askari 5 ambao atakuwa anatembea nao katika harakati ya kulinda amani. Siku ya Alhamisi tarehe 5 mwaka 2023, siku ya uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Kandara, eneo bunge la Garissa mjini pamoja na ward ya Shela County ya Lamu, bila kusahau county ya Elgeyo Marakwet ambapo seneta anateuliwa hii leo. Sanduku za kupiga kura zimefunguliwa asubuhi ya leo, wapiga kura wakijitokeza kuanza kuwachagua viongozi wao, huku wagombea walio na umaarufu zaidi wakiwataka wakazi wa maeneo tofauti kuwachagua ili kuwawakilisha. Ni swala ambalo linakuja wakati ambapo kila kiongozi ambaye amezungumza ama alizungumza katika kampeni walikuwa wanataka amani idumu katika uchaguzi ule mdogo. Nikiachana swala hilo nikupeleke katika eneo la Murang'a, ambapo kaunti ya Murang'a sasa imeweka huduma za kukusanya ushuru kwenye mitandao. Ni swala ambalo kulingana na ile ruwaza ya serikali kwamba actually rais alizungumzia jana kwamba wanataka kuweka huduma zote za kiserikali kwenye mitandao, ili pesa ambazo zinakusanywa na serikali zisipotelee kwenye mikono ya brokers ama middlemen ama watu ambao wanaitwa cartels. Wakisema kwamba by the end of 6 months, in 6 months time, kulingana na Rais William Ruto, kila kitu, huduma yote ambayo utakuwa unatafuta kutoka kwa serikali unaweza ukaipata kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mitandao. Kutokana na hilo, kumbuka kwamba katika sekta ya afya kaunti tofauti zinajaribu sana kuweka huduma zile kwenye mitandao ili kupunguza wizi wa madawa kutoka hospitali za umma, ambazo dawa zile zinauzwa kwenye chemist tofauti pamoja na hospitali za kibinafsi. Kutoka kule Loitoktok, mwanamume mmoja amehukumiwa kifungo cha maisha
maisha kwa kosa la kumpachika mimba mtoto wake ambaye ni teenager. Ni katika eneo la Oloitoktok kule. Kumbuka ni visa ambavyo vimekuwa vikikithiri kwa muda mrefu. Kutoka lile eneo la Kiambu pia kulikuwa na baba mmoja ambaye inasemekana kwamba anatuhumiwa kuwapachika mimba wanawe wawili wa kike. Nikiachana swala hilo ni kupeleke upande mwingine kule Saudi Arabia. Mkenya mmoja amefariki akiwa anapokea matibabu katika hospitali moja kule Saudia. Mkenya yule kwa jina Gloria Mutuko nasemekana kwamba aliaga siku ya kwanza ya mwaka huu akiwa anapokea matibabu kulingana na agenti ambaye alikuwa amempeleka kule. Msichana yule ni kutoka katika kaunti ya Makueni, huku wakazi eneo lile pamoja na familia wakitaka serikali kuwasaidia kurejesha mwili hapa nchini. Vile nikitoka pale ni kupeleke katika taifa la Somalia ambapo kulikuwa na mabomu mawili ambayo yalilipua magari mawili, na milipuko ile ilipelekea vifo vya watu 9 katika taifa lile la Somalia. Vile katika taifa la Mali watu 5 waliuawa baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana. Na vile nikitoka pale ni kupeleke upande mwingine ni kwamba aliyekuwa waziri katika taifa la Tunisia amepewa kifungo cha miaka 3 gerezani kwa kupatikana na kosa la kununua vitu ambavyo vilikuwa si vizuri kwa afya ya kibinadamu ama afya ya manadamu kutoka katika taifa la Italy. Kumbuka kwamba vile Papa Mtakatifu Francis anatarajiwa kuongoza ibada ya mazishi ya aliyekuwa Papa Mtakatifu Benedict wa 16 ambaye atazikwa kule Vatican. Na vile mtazamaji na msikilizaji, kuachana na swala hilo ni kurudishe katika kaunti ya Kisii. Mambo yanaendelea kufanyika katika maeneo bunge tofauti. Katika eneo bunge la Kitutu Chache pale, mbunge Japhet Nyakundi alifanya mikutano ya hadhara katika wadi zote 4 za eneo bunge lile, huku akitaka maoni ya wananchi kuhusiana na masuala tofauti. Na swala moja kuu ambalo lilizungumziwa na wengi wa wakazi wamelizungumzia ni kuhusiana na kupeana kwa basari ama ufadhili kwa wanafunzi wa shule za upili, colleges pamoja labda na shule za msingi. Kulingana na wakazi na wakazi pale wanasema kwamba mbunge Japhet Nyakundi amesema kwamba sasa hautahitajika kwenda kwa afisi ukapewe fomu ukajaze upewe basari. La hasha. Kupatiwa basari, it will be a public participation idea. Munakuja kwa uwanja, mnaketi, alafu nyinyi wenyewe mna identify the needy students. Mkisha wapata, wao ndo wanapewa fomu, wanajaza, wanapatiwa zile fedha. Anasema ni katika hali ya kuhakikisha kwamba wanapunguza lile swala la watu ambao wako na pesa, ambao wanaweza kujimudu kulipa karo, ati wao ndo wanapatiwa basari. Ni swala ambalo pia Rais William Ruto alikuwa amezungumza akisema kwamba that is the reason why anataka kuconsolidate the help fund, aweke TVET fund pamoja, aweke scholarship pamoja, ili ikuwe operated under one body, ili watu ambao wana mahitaji zaidi ndo wapate kunufaika na fedha zile. Mtazamaji na msikilizaji, ni baadhi tu ya yale ambayo nilikuwa